Chifu, hakikisha unanipatia maji ya kwanza utakayoshea maiti. Na hili ni la muhimu sana. Usilifanyie mzaha. Mwisho ni safari, hakuna kurudi, hakuna kujificha. Mke wangu. Ndio mume wangu. Naelekea msibani. Hakikisha umemaliza kazi zako zote ndio uweze kuja msibani. Sawa mume wangu, nimekuelewa, nitafanya kama ulivyoniambia. Inshallah. Nguvu ya dunia iko ndani ya nafsi, mwanga na kivuli, maisha na mauti. Mosha maiti, unaona siri kila tone. Nishija. Maji yako tayari. Nataka nitoke kwa chumba cha kushia maiti ili niwapishe wengine waendelee na taratibu zao. Sawa. Hakikisha hautoki humo ndani mpaka unikabidhi maji ulioshea maiti ya kwanza. Mosha maiti, maisha ni maji, yanapita, yanakimbia. Mosha maiti, mwisho ni safari, hakuna kurudi, hakuna kujificha. Hivi mdogo wangu gogo la choo. Mdogo wangu, wageni wanaonekana wana uchungu kuliko wewe, kweli? Hilo ndo tatizo la watu wa pwani. Mambo yenu laini. Ungenijua kinachoniuma mimi moyoni, usingeongea maneno hayo. Ndio maana wenzetu Wachaga wenye wanakunywa pombe tu, wanakula bata, wanaenjoy tu na mapambio juu. Unataka kusema nini? Kwa hiyo hayo maisha ndo lochagua mdogo wangu. Ngoma zinaita. Okay, haya. Kama ndo maisha unachagua sawa. Tena usinichanganye kabisa. Sitaki kunivuruga ubongo wangu. Na nikitoka hapa naenda kuchukua nguo za marehemu baba yangu, nazifua mpaka zitakate. Tena ungejua mtu akiwa na hasira ndo nafua vizuri sasa. Mosha maiti, maisha ni maji, yanapita, Dad, yanakimbia. Mosha maiti, Umeondoka, umeniacha. hakuna kurudi, Nikiwa bado nitakutegemea baba. Ndugu ninao, lakini itakuwa kama mpweke. miguu ya mchanga, Wewe ndo ulikuwa kampani yangu baba. nguvu ya mti, Lakini bado nitaendelea kufuata ushauri wako. kila mwisho mwanzo. Tuko pamoja baba. Ngoma zinaita, Si ndio Baba usemi. Umeniachia majukumu. No sweati. Wanaondoka lakini hawapotei. Mosha maiti, maisha Wewe umekaza.
Zinduna mdogo wangu, maliza kazi zako zote. Usiku wa leo tutakuwa na furaha kubwa sana baada ya kupata nyaraka za baba yake Gogo la Choo. Dada, utawezaje kupata kosho la kwanza ingawa mpaka sasa hivi hujafika msibani? Au kuna njia nyingine utakayoitumia? Usichokijua, mimi ndo nilikuwa wa kwanza kufika msibani, na aliyeandaliwa kuosha maiti ni mwanachama wangu. Dada, una ujasiri sana. Natamani siku nikikua niwe kama wewe. Mosha maiti, maisha ni maji, yanapita, yanakimbia. Mateso ndugu yangu, nahitaji msaada wako wa hali na mali. Naelekea kuharibikiwa Mateso. Taratibu basi. Umesahau kama hili jambo tunalifanya kwa siri? Alafu mbona umekuja kwenye eneo langu la kazi? Nilipewa jukumu kubwa sana Bishija. Nimehangaika katika harakati zote, lakini yale maji yamepotea ghafla, na sidhani kama Bishija atanielewa. Sio Bishija tu, hata mimi itanichukua muda kukuelewa. Sema kwa sababu sisi ni wanaume, naomba nikusaidie kwa hilo. Sitokupa msaada mkubwa sana, maana hata mimi nipo kwenye majukumu na naogopa kucheza alafu isije kanitokea puani. Sasa hicho ulichonacho, kwa nini tusigawane tukapeleka wote kule ulipotumwa? Mimi na wewe tuko tofauti sana. Wewe umetumwa maji ya kwanza ya kuoshea maiti, mimi nimetumwa mizizi ya kaburi. Wanaondoka. Sasa hapo utanisaidiaje? Mosha maiti. Nisikilize nikwambie. Mimi maji ya kuoshea maiti ninayo mengi sana kwa sababu huwa nahifadhi. Kama utaweza kunipa angalau usiku mmoja tu nilale na mkeo, hakuna kujificha. Wananiletea mambo ya kipuuzi. Niache kufanya vitu vya umuhimu eti nikae nalia kama mtoto mdogo. Lakini no sweat. God umeamua kumchukua Faza. No sweat. Baba, nakumbuka sana ushauri wako, lakini no sweat. God umeamua kumchukua Faza. No sweat. Ila inauma. Takukumbuka daima milele Faza. Ngoma zinaita. Hivi hiki kitendo cha mume wako kukimbia ndani kama kaona kitu cha ajabu, jamii itanichukuliaje? Samahani kaka, labda atakuwa amewahi muda wa sala, maana hii ni saa 10. Mume wangu huwa hawezi kukaa bila kuswali, itakuwa amewahi muda wa sala. Usichukulie kawaida kwa sababu huu msiba haukuhusu, si ndio? Hili jambo sio zuri. Sio zuri kabisa, sijapenda. Sasa kaongee na mume wako.
Kama dhamira yake ni kunitia aibu, nitamshtaki. Hapana kakaangu. Naomba nakuomba msamehe kwa niaba yangu. Hakuna kujificha. Nguvu ya dunia. Hivi mume wangu, mbona unafanya mambo kama mtoto mdogo? Hali ya kuona jua pale ni msibani. Mambo uliofanya unanitia aibu mimi. Achana mambo ya aibu. Mimi kuna jambo linanumiza sana katika moyo wangu. Jambo gani? Au unaanza kupoteza mada? Kiwangu. Kuna mali za watu ambazo nimepoteza. Ili niweze kuwa salama, unapaswa utembee na mwanamke mwingine. Unasemaje? Hivi unachoongea unakielewa wewe? Hakuna kujificha. Nawezaje kulala na mtu mwingine tofauti na wewe? Nawezaje? Acha kunipandishia sauti. Mimi na mamlaka katika mwili wako. Ingia ndani. Siingii ndani. Nimesema siingii ndani. Ingia ndani. Siingii ndani nimesema. Niache. Siingii ndani. Siingii ndani. Niache. Nimekwambia siingii ndani. Siingii ndani. Wewe mwanamke wewe. Niache. Siingii. Siingii nimekwambia siingii. Shindana na mimi. Halo mwenyekiti. Nina shida kakaangu nyumbani kwangu. Naomba unisaidie. Shida gani? Mbona kama unaanza kunitia mashaka? Nisije ikafika hapo ukakuta kesi kubwa kubwa. Maana hizo kesi za mapolisi mimi sizitaki kabisa. Mume wangu amenifungia ndani. Hata kuletea watu anibake. Naomba unisaidie mwenyekiti. Niko tayari nikupe chochote kile. Naomba unisaidie. Hapo kwenye chochote hapo ndo ninapataka. Ninakuja chapu usijali. Tuli hapo hapo hivyo hivyo. Haya mwenyekiti. Ya mchanga inabeba nyayo. Nguvu ya mti mizizi ni yao. Nyota zina Dada, tutasubiri hapa mpaka saa ngapi? natuambia kila mwisho. Mbona kana naanza kupata mashaka hivi? Mashaka gani? Mbona unaanza kuongea utumbo mbele yangu? Aya, unataka kusemaje? Kwa ushauri wangu, twende huko msibani. Huenda mwoshaji kapata shida, anahitaji msaada wako. Msaada gani? Mimi siwezi kurudi tena msibani. Tumfuate nyumbani kwake. Anataka kunigeuka mshenzi huyu. Eti Ndio. Osha maiti, maisha ni maji, yanapita, yanakimbia. Mosha maiti, mwisho ni safari. Hakuna kurudi, hakuna kujificha. Nguvu ya dunia iko ndani ya nafsi, mwanga na kivuli. Bwana, katika vitu ambavyo sijawahi kuviona katika nchi yetu ya Tanzania ni swala la mwanamume shubabi jasiri kwenda kumchukua mkewe akampelekea wanaume aje kumbaka. Na kikubwa ambacho kimenishangaza sio kumbaka tu, umempelekea mpaka wanawake wale wanaosaga ili aende kumsaga. Sasa nakwambia vipi wewe, jela uzee na kuita umbavu. Mwenyekiti, siku ukiacha kufuatilia maisha ya watu utakuwa kiongozi bora sana katika mtaa. Nikwambie tu usichokijua, mimi huwa sifuatilii ovyo. Fanya maisha yako. Unasemaje wewe? Unakitishia chombo cha dola?
Sasa nasema hivi, dola je kushuka thamani, uliza kote huko. Dola ishuki thamani na hii ni serikali, serikali sio baba yako. Nakupiga nitakupiga mjinga wewe, macho kama guruguja, ngoja. Jamaa siara mimi. Hiki chombo cha Mosha maiti, maisha ni maji yanapita. Mosha maiti, maisha ni maji yanapita, yanakimbia. Mosha maiti, Bora umefika jike shupa langu, dada la dunia, msomi aliyebaki katika familia ya wasomi wajinga na mambumbumbu. Vipi habari za masomo huko? Samani kaka kutofika kwa wakati. Vipi taratibu za msiba zinaendeleaje? Miguu ya mchanga inabeba nguvu ya mti. Taratibu za mazishi wala sizielewi. Kila muda watu wanalumbana tu, wanagombana tu. Huyu kagombania hiki, huyu kagombania hiki. Yaani watu wanagombania maiti kama wanagombania mipaka ya ardhi. Una maana gani? Tatizo ni uelewa mdogo. Bora mimi nijilie vyangu tu. Sitaki shida na mtu. Tunaishi nao, wanaondoka lakini hawapotei. Mwili umepotea. Hamna maiti. Mosha maiti, maisha ni maji. Wewe watu mambo ya tishana tu muda wote. Huyu anaongea nini huyu? Sasa mimi ngoja nikafuatilie habari za lambilambi nani kizipata. Ni mwendo wa kula bata tu na kuenjoy. Niendeleeni kuleta migogoro. Msiba gani ya migogoro? Watu mnagombania msiba kama mnagombania mipaka ya viwanja nyo. Maisha ni maji yanapita, yanakimbia. Mosha maiti, mwisho ni safari. Fatuma, nini kinaendelea hapa msibani? Maana toka nimefika sijaona mzee hata mmoja. Na kinachonipa mawazo ni hivi viroja vinavyoendelea. Mosha maiti. Salma, mimi mwenyewe hata sielewi. Kuna muda ninadhani ni kama ndoto. Na kinachonishangaza, maswali yangu yamejirudia kwenye mdomo wako. Mwisho ni safari. Sasa mimi natoka. Naomba usitoke kokote. Kuwa macho na hapa msibani. Lakini mimi naogopa. Miguu ya mchanga inabeba nyayo, nguvu ya mti. Wewe bwana, mimi ndo natoka hivi. Sasa hakikisha hapa nyumbani kwangu sasa hivi masuala kupikiwa milenda, michicha staki. Unamsikia mtu anakuambia mboga za majani, mboga za wanga. Ulimuona wapi Mwanga akawa taila anakula majani? Nisikilize bwana. Kuna muda zinatokea dharura, unakuta mtu kapata ugonjwa wa tumbo anafanywa operesheni, anakuja kukutwa na dagaa kwenye tumbo. Mimi mwenyekiti, wazifa wangu ndio nikifanywa operesheni, watu wakute mayai yamechemshwa, watu wakute samaki kanona mnene. Kwa hiyo marufuku kupika mboga za wapumbavu. Mume wangu,
Hivi wewe siku hizi hela unatoa wapi? Unatoa wapi pesa? Maana hela huko ndani hazipungui. Zinazidi kuongezeka na hauna kazi ya maana zaidi ya kutembea nayo mafaili. Wewe kweli chizi. Mimi natoa wapi hela? Mimi mwenyekiti. Sasa ukisikia mtu anaitwa mwenyekiti na maana kile kiti kinahitaji ubunifu. Na mimi nimebuni vitu tofauti tofauti. Ndio maana unakuta mimi kila kitu kwangu ni hela. Mchimba kaburi mwenyewe kwenye msiba akipeleka chepe lake kwenye ardhi ya mtaa wangu, mimi hiyo hela hiyo. Nimekaa nikafikiria pia kukusanya sabuni za unga kuwapa watu wa fumigation. Wachekeche waingie kwenye kila tundu la choo wachukue hela. Kwa hiyo sasa hivi mama waanze kudhulumu ili ulete pesa huko ndani eti. Naongea na wewe, umeamua kuanza kudhulumu ulete pesa huko ndani. Unaingia mtaani unachukua hela za lambilambi unaleta hapa nyumbani eti tutumie. Sasa kwa taarifa yako, wewe endelea na huo udhulumaji wako. Wewe ukome bwana. Wewe kama nani unaniambia maneno hayo? Sasa nakwambia vipi? Kama meno yangu yaliweza kuachana, sishindwi mimi kuachana na wewe. Tutaachana sasa hivi ukafanye maisha yako. Siku zote mtenda akitendewa anahisi kama kaonewa. Sasa wewe endelea, usinihusishe kabisa kwa lolote litakalokukuta. Na hata mtendaji naye anahisi kama mwenyekiti. Endelea hivyo hivyo, usiache. Wewe unajifanya mdhulumaji. Endelea kudhulumu baba. Segelea hivi. Mosha maiti, maisha ni maji, yanapita, yanakimbia. Mosha maiti. Binti, umauti ukufuate, usiukimbilie. Na ukushauri urudi ulipotoka. Mimi nitakusaidia kupata mwafaka wa maiti ya baba yako. Sipo tayari kuteteleka. Naomba niache. Na sitaki kusikia chochote. Wewe uliolilia hauna jina jingine zaidi ya wembe. Ukishakukata njoo nitakutibia. Miguu ya mchanga inabeba nyayo, nguvu ya mti, mizizi ni yao. Nyota zinang'ara, zinatuambia kila mwisho mwanzo unajia. Ngoma zinaita roho kwenye wewa, sauti zao bado kwa ardhi, kwa maji. Mwenyekiti, za saa hizi We, hakuna masuala salamu. Hapa hakuna salamu. Na nakwambia vipi? Atoki mtu humo. Shike huyo. Wewe siku ambayo umenipigia simu ofisini kwangu nilikuwa na kazi kibao, lakini nimeacha kazi. Nilikuwa na wagongea tu miuli, nimeacha kuwagongea miuli, nimekuja kusikiliza. Tena umenipigia simu, mwenyekiti, njoo nisaidie nitakupa chochote. Sasa hicho chochote ndo ninakitaka. Uniambie lolote. mwenyekiti, yani unamaanisha nini? Na maanisha hicho. Tena usisababishe nikatumia madaraka yangu vibaya. Nikakufanya hivi, watu wakasema mbona anafanya hivi? Mtoto mdogo akifanya balala hivi, sio naambia kambaka. Sasa nitakufanyia vitendo vya kinyama nije kuonekana mtazimu. Basi watu watasikia. Basi mimi nitakuja ofisini kwa kutuongea vizuri. Ofisini kwangu? Nitakuja baadaye. Saizi kuna vitu naenda kuchukua pale gengeni. Mimi baadaye nitakuja. Tunaishi nao wanaondoka, lakini hawapotei. Mosha maiti, maisha ni maji, yanapita, yanakimbia. Mosha maiti. Kwanza bwana Gogola Choo, nikupe hongera. Kwa sababu ni mara chache sana umkute mwanamume aliyefiliwa na baba yake anakuja Umefanyaje hapo? Haya, unamkuta mtu kafiliwa na babake lakini anakuja anajiamini. Wewe umekuwa mtu wa kwanza ambaye umefiliwa na babako lakini bado uko strong. Yaani wewe ni very strong woman. Umeelewa bwana? Hicho ndio kitu ambacho kinatakiwa. Unalikuta toto la kiume limefiliwa na babake lakini linalia. Watoto wa kike watafanyaje? Si mtu analia mpaka mimacho na mfimba. Bwana hongera sana. Asante.
kwa maneno yako ya kejeli, lakini kilichonileta hapa kikubwa ni kutaka kujua tu mapato ya lambilambi katika mtaa huu yanakwendaje, kwa sababu kule tayari ishaanza migogoro, tena migogoro mikubwa. Wengine wanagombania mkuki, wengine wanagombania kofia za marehemu. Mimi nikaona siwe kizomwa, ni bora nije kufuata lambilambi. Yaani daftari la mtaa la lambilambi wewe linakuhusu nini? Mapato ya lambilambi siku zote huaga yanakuja kwa mwenyekiti, na ndio maana ikaitwa serikali. Yaani ni siri kali. Mimi ndo ninajua hizi siri nazitunza vipi. Lambilambi nitampelekea kaka yako akaanze kuangalia bajeti ya msiba imeendaje, kwa sababu kuna masuala ya viti pale, kuna masuala ya msiba, kuna wengine wanapenda pombe kama wewe, hela hawana. Wewe bora unapita kwenye mitaa unakopa kopa. Wenzio ambao wana hela wanafanyaje? Kwa hiyo hii hela lambilambi mimi nitajua ninaifanyaje kuigawa hivyo hivyo. Sasa swala la lambilambi na kaka yangu hapo vinaingiliana vipi? Vinaingiliana hivyo hivyo. Vinaingiliana. Unamkuta mbeba tofali kule na beba tofali, baadaye jioni akaenjoy na mkewe. Kwa hiyo mimi nakusanya hela kama mondazimu, afu baadaye hela nihusu chochote. Hii hela naimega. Hela naimega 3,500 ni hela nzuri tu. Daftari la kina mama wameleta pale. Daftari la vijana limekuja. Kwa nini daftari la mtaa unaniwekea mikiliti? Sasa nisikuwekea mikiliti vipi? Mbona kama unataka kumchanganya? Bwana toka bwana. Toka bwana. Nisije nikafanya vitu vya ovyo nikamkosea Mungu. Msinipe dhambi za lazima bwana. Kumbe unalingia cheo chako Unajisahau kukaa kwenye kiti hapa, wakati sisi ndo tumekuchagua. Nani kakwambia? Hii kichombo cha dola, hii serikali baba. Tena mimi sijachaguliwa, ninakupa siri sasa. 75% mlizochagua mlipopiga kula nimeziramba. Na mimi upige kula usipige kula madarakani nipo. Na wale wako jaribu kufanya chochote. Mimi ndo mtu ambaye nakula mshahara na mganga. Hela yote naoipata nakula na mganga wangu. Asubuhi supu hiyo, unanipinduaje mimi? Sasa kwa taarifa yako, hapo umeyakanyaga. Mimi naingia kwenye vikao vyote vya halmashauri kuu mpaka neki, naingia mpaka WT. Tutaona. Sasa ukimaliza kuingia WT, ingia WCB ukakutane na Simba la Masimba Dangote. Haujui. Ukai tena kwenye kiti. Nitasimama na nitakupiga kati nimesimama kwenye kiti sky. Ndio nakuonyesha kwamba mimi Jackson kitambo. Siwezi kupiga huko nimekaa. Sinatuambia kila mwisho osha maiti, maisha ni maji yanapita yanakimbia. Kule kuna nini? Kule nini? Shangazi, sikiza nikwambie. Tangu Salma amefika hapa vioja vimezidi. Hapa ninavyokuambia ndani mwili hamna. Mosha maiti. Hebu subiri kwanza. Yaani mnajaribu kuniambia nini? Kwa hiyo nyinyi mnanichukulia mimi mtoto mwenzenu Mnanifanya mimi sina akili, si ndio? Hii ndio nyumba yenye msiba na maiti ipo ndani. Iweje mnaniambia maiti impotea? Hapana, mwili umepotea kweli. Hebu twendeni kwanza nikashuhudie mwenyewe kwa macho yangu. Wapuuzi nyinyi. Miguu ya mchanga inabeba nyayo, nguvu ya mti mizizi ni yao, nyota zinang'ara. Hivi nyinyi watoto mna akili kweli nyinyi? Kwa nini mnaleta uchulo kwenye msiba kakaangu? Mwanzo unajia ngoma. Yaani mpo kama wanga vile. Nyinyi wachawi Haya, kimfano majirani ndio wanasikia. Tutaonekanaje sisi? Pumbavu zenu nyie. Kwa hiyo marehemu kaka
ameamua kunitetemesha, si ndio? Eti anapiga chafya mbele ya wanawe. Huyu kumbe hajanijua vizuri mimi. Sasa nataka ajue kama mimi ni Zubeda nani. Shenzi huyu. Shindo mimi. Mimi shindo. Hakuna kurudi, hakuna kujificha. Salma! We Salma! Shangazi. Kwa hiyo nyinyi, kwa mimi ninavyoita mara mbili, mara kwanza hujanisikia? Yaani wewe una adabu wewe. Akili zako kama baba yako. Yaani wewe kama baba yako. Sasa nisikize nikwambie. Unaona hii nguo? Nataka ipelekwe kwa fundi. Yaani hata hawe na watu 100. Hakikisha kaa pale pale, subiria hii nguo mpaka kushonee ndo urudi. Iwe saa 7, iwe saa 10 au saa 12. Mnanielewa nyie? Shangazi, taratibu basi sio sauti. Si unajua tupo kwenye msiba. Majirani wakisikia sauti kama hiyo watachukuliaje? Na alafu shangazi, bado tupo kwenye msiba unasema masuala ya kushona. Si ungesubiri msiba uishe tushone hiyo nguo yako. Kwa hiyo unanitoa akili, si ndio? Hapana shangazi, tungesubiri tumalize. Hebu kelele! Kwa nini mimi sina akili? Mechi hizi mtoto mdogo. Sielewi. Nimekwambia nguo nataka nivae leo kwenye msiba. Wewe una heshima eh? Nimekwambia nataka nivae leo. Nenda kasione na ole wako. Ole wenu. Murudi hapa. Kabla dela langu hamjarudi nalo, utanitambua. Nataka ile dela nirudi hapa. Shangazi weka Mungu. Shezi wewe. Ai kia Mungu. Mtoto kaka nimemweza. Sasa naenda kumuweza baba yake. Pumbavu. Anajipiga chafya tu. Nataka mimi nionekane sina akili. Hata kunitoa mimi akili. Imebidi wanae majuu ya kitu gani? Pumbavu huyu. Mosha maiti, maisha ni maji yanapita. Hivi unajua Salma Saliki kinachoendelea hapa msibani? Una maana gani? Yaani nimeshuhudia maiti yakiyeyuka mbele ya macho yangu. Mimi siamini juu ya uchawi. Ninachokuomba tuelekee hospitali. Tukamlete daktari aje kuchunguza juu ya kifo cha baba yangu. Sasa hivi unasema wewe kuhusu uchawi tuende hospitali. Haya, wewe daktari utampitisha wapi? Unajua moto wa shangazi yako. Mimi ndo mwenye uchungu na ndo ninajua thamani ya baba yangu. Kwa hiyo hayo yote niachie mimi. Twende. Hakuna kujificha. Miguu ya mchanga inabeba nyayo. Wewe. Hivi wewe marehemu kaka, unanitafuta nini mimi? Hivi kwa nini umenikosea? Mbele ya mtoto wako Salma. Kitu gani? Unizalilishe? Unitie aibu? Au unaonekana mimi mchawi? Ungekaa kimya kingeharibia kitu gani? Nini kingeharibika ungekaa kimya? Yaani wewe hujielewi kabisa wewe. Ndio maana nikutoa mbuzi wewe. Komesha. Na bado mbwa mdogo wewe. Nakwambia hivi. Yaani wewe ukizikwa mimi sio Zubeda. Wewe kilala hapa chini. Takuonesha kama mimi dada yako au jirani yako. Kunguru mweusi wewe. Wewe njoo hapa. Haya, imekuwaje watoto wa kike mnatangulia mbele, mimi mnaniacha nyuma? Adabu za wapi? Ukiacha tu mimi mwanaume, ni serikali ya mtaa. Hapa unaongea na ofisi ya serikali ya mtaa, TAMISEMI. Mwenyekiti samahani, tunakuomba radhi kwanza kwa makosa tunayofanya. Alafu
Sisi tumetoka hapo kwenye msiba hapo. Kuna matatizo yametokea, kwao tumeamua kwenda hospitali ili tusaidie matatizo yetu. We, alokuambia daktari anatafuta hospitali nani? Daktari unakuja kwangu mwenyekiti. Bwana mimi nina shida fulani na fulani nakusaidia. Mimi ndo ninatatua matatizo yenu. Mimi ndo ninatatua matatizo yenu. Kokote ulipokuwa na matatizo, mimi ninatatua. Sawa mwenyekiti, kwani madaktari yanapatikana wapi kama sio hospitali? We tulia, nitakupiga wewe mjinga wewe. Haya. Daktari mimi nina hela mnayo. Kuhusu hela mwenyekiti, hela ipo. Kuna 200,000 tunayo. Hata akisema zaidi ya hiyo ipo. Mbadi tu mambo yaende sawa. 200,000. Sasa sikiliza. Nisi mko msibani hapa. Kanisubiri pale pale. Kuna daktari nenda kumchukua huko. Sawa? Naenda kumsisitiza aje na vipimo halisi. Nakuja naye, msikia? Kwa ardhi, kwa maji tunaishi nao. Wanaondoka lakini hawapotei. Mosha maiti, maisha ni maji. Yanapita, yanakimbia. Mosha maiti, mwisho ni safari. Hakuna kurudi, hakuna kujificha. Gogo la choo, kwanza pole sana kwa msiba, lakini nilitegemea wewe ningekukuta msibani. Imekuwaje mpaka sasa hivi bado upo huku unatembea tembea? Ina maana wewe hauna uchungu kabisa? Mimi uchungu ninao, tena ninao kweli kweli, lakini kinachonitia uchungu zaidi ni kuhusu pesa za lambilambi. Mimi sijali msiba wala nini. Nataka pesa ya lambilambi. Watanipa watake wasitake. Mbona haukui kila siku? Sasa sikize nikwambie. Wewe rudi msibani. Alafu hayo mambo ya lambilambi wenzako wanakusanyaga baada ya msiba kuisha. Nyo mavi. Wona kwenda katika msiba hela ya lambilambi unayo? Au ulo wa chakula tu? Mwehu nini we? Mwenzangu, mdomo koma. Yamekuwa hayo. Haya kwa hili tunaona baadaye msibani. Ya mchanga inabeba nyayo, nguvu ya mti, mizizi ni yao. Sasa bwana Salata, kikubwa nilichokuitia hapa, kuna dili limetokea. Dili? Dili gani? La kumfinya mtu au? Kumfinya mtu vipi mbona kata hila? Dili lilotokea bwana, kuna msichana kafiliwa na baba yake. Sasa tangu amefiliwa na baba yake, naona amini kama amefiliwa. Sasa kaniambia bwana nitafutie dokta. Mimi nikamwambia dokta naye. Sasa kwa sababu unaamini kama wewe unafanya kazi kati ya jiji la Dar, Kariakoo unatengeneza simu, ushindi kumtengeneza mtu ukampima kwamba mzima au kafa. Hilo limeisha. Kwanza nikuondoe wasiwasi kwa sababu masuala ya kupima mimi form 1 kwenye biology nimesoma vizuri sana. Na na idea nayo. Kwa nataka nikutoa sasa kwamba jambo hili nitalifanya vizuri sana. Nitakapotoka, nitakaporudi, utashangaa mwenyewe nitakapokuwa. Sasa sikiliza. Unajua pale wanajua kabisa mwenyekiti anakuja na daktari msomi mwenzie. Kwa sababu mimi msomi, I mind my head continuous about everything because of you. Sasa tunaenda tukiwa tumependeza. Mwenyekiti nimekula msuri, wewe umekula kitambaa kimenyoka hivi. Kavae vizuri, utanikuta kwenye kahawa hapa. Basi limeisha hilo. Haya. Kazi anaiweza, mbona kichwani mwana na milasta ili milesti kabe umali. Can stop leg nobody. Baada mchana? Salama. Sasa jamani, huyu ndo dokta niliwaambia nawaletea. Dokta Salata. Dokta bingwa wa mifupa pamoja na dawa za asili. Nimewaletea huyu kuja kufanya vipimo vya baba yenu. Sasa yule baba yenu tukija kugundua kwamba umwi analeta ujinga na tuigizia, tutamtia mikwaju. Nyinyi wenyewe wote mtajuta hapa. Na wewe mbona unaangalia sana? Usinivimbishie sura.
Usinivimbishie sura vile vile. Mimi mwenyewe nayaweza. Wait. Hiyo faini. Faini hiyo. Yaani ukininunia mimi hiyo faini hiyo. Twendeni. Mosha maiti, maisha ni maji yanapita. Mabinti, naomba mnipishe ili nifanye kazi yangu. Sawa, tunakuelewa. Ila naomba upime kwa ufasaha ili tupate majibu mazuri. Msio na wasiwasi. Nipisheni kwanza nifanye kazi yangu. Hakuna kujificha. Waje mimi. Ni wajinga wa Taila. Shit. Nakaba. Hamna akili nyote wa Taila tu. Shes type. Hakuna kurudi, hakuna kujificha. We Salma. Hebu njoo. Miguu ya mchanga inabeba nyayo. Nakumbuka nishawahi kukwambia. Ukikukata njoo nikutibie. Nipo tayari kukusaidia. Kwa haya matatizo yanayoendelea, niko tayari. Naomba niambie wewe ni nani? Mimi ndo mtu pekee ambao nilichaguliwa kuosha maiti ya marehemu babako. Na chama changu kilihitaji maji ya kwanza kuosha maiti. Kwa nini mpaka sasa hakuna taratibu zozote zinazoendelea? Ni kweli taratibu za mazishi haziendelee, ila kuna taratibu za kishirikina. Naomba unipe ushirikiano pale nitakapohitaji. Sawa. Kwa ardhi, kwa maji tunaishi nao. Wanaondoka lakini hawapotei. Mosha maiti. Wewe gogo la choo. Kwa mimi nikitoka hapa nyumbani naona toka. Si ndio? Sasa mwanaume anabaki nani hapa nyumbani? Nimekwambia hivi. Maswala ya kunifuatilia sitaki. Kufuatiliana sitaki kabisa. Hawa wanawake unaowaachia ni wanawake. Ule mwili ni wa mwanaume. Wewe ndio utakao kae karibu uangalie ule mwili. Ni baba yetu yule. Yaani unafyonza? Kuna muda nitakuvunjia heshima japo kutupa kwenye msiba nitakuja nikukate makofi. Wanawake jukumu lao ni kupokea wageni na kupika. Mimi nanihusu nini? Who are you? Gogo la choo, unanivuruga kichwa kwanza. Ondoka. Toka. Unakuwa na uchungu kama marehemu, kama baba wa kwako peke yako. Kama uchungu wote tunao. Mavi. Mosha maiti, maisha ni maji yanapita, yanakimbia. Mosha maiti, maisha ni maji yanapita, yanakimbia. Mosha maiti, mwisho ni safari.